nikushike mkono. Haya ni maombi yangu kwa mimi Bwana. Ni maombi yangu Bwana. Toka na jasho kwa utukufu wa Bwana. Haijalishi ukilowana na jasho kwa utukufu wa Bwana. Omba tu, omba tu, omba tu. Imebaki kidogo. Imebaki kidogo. Mungu anaachilia. Imebaki kidogo. Bwana fanya, nafanya. Yesu nafanya. Wewe utawaya amani. Tutalia mpaka lini Bwana? Tutalia mpaka lini Bwana? Tutakwenda tusomea Mungu wa Elia. Mpaka lini Bwana? Mungu wa Elia. Mpaka lini? Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Mpaka lini Bwana? Mungu wa Danieli. Mpaka lini Bwana? Mungu wa Paulo na Sila. Mpaka lini Bwana? Mpaka lini? Mungu wa Ibrahimu. Mpaka lini Bwana? Mpaka lini Bwana? Mwambie Bwana mpaka lini? Nitateseka mpaka lini? Nitalia mpaka lini? Nitakumbuka hapa mpaka lini? Mpaka lini Bwana? Mpaka lini? Kusanya, kusanya, kusanya. Kila mahali kusanya. Kusanya, kusanya. Kusanya, kusanya. Peleka baharini. Peleka baharini. Shughuli baharini. Hao washauri waganga. Roho za maangamivu. Roho za maangamivu. Kusanya, kusanya. Roho za maangamivu. Kamana. Kamana. Usiombe kivivu. Omba kwa bidii. Sukuma mpaka kieleweke. Sukuma kabisa mpaka kieleweke. Hamisha milima. Hamisha milima. Hamisha. Hamisha milima. Hamisha milima. Milima ya magonjwa. Hamisha milima. Tunahamisha milima. Iko nguvu inashuka. Naiona 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 nguvu inashuka. Inakuhamisha hiyo nguvu. Nguvu ya kuhamishwa. Unahamishwa, unahamishwa. Kwenye mapeso unahamishwa. Kwenye magonjwa unahamishwa. Hama, hama, hama. Hama kwenye magonjwa. Iko nguvu inaachiliwa. Kwenye
wamekuwekea laana. Chukua neema yako, chukua hiyo neema.
ambalo lina kichwa kinachosema dalili za Mungu wakati wa kuinuliwa kwako, au dalili za kimungu wakati wa kuinuliwa kwako. Tumekuwa tukitembea kwenye mifano mbalimbali na nimekuonyesha dalili kadha wa kadha kwa wale ambao walipata neema ya kuwepo tangu tulipoanza somo hili.
Basi leo uanzishwaji wa agano baina yako na Mungu wako. Amina. Halo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa nataka tuelewe agano ni nini. Sasa nikasema agano alafu sielewe agano kitu gani? Agano ni nini? Agano ni makubaliano baina ya pande mbili au watu wawili. Amina. Narudia tena kusema agano huwa ni mkataba ambao wanakubaliana watu wawili au pande mbili kwa aina fulani fulani ya vigezo na makubaliano yao. Amen. Kwa hiyo maisha yao yanabaki yakiendeshwa kwa mtiririko wa vigezo vya makubaliano. Amen. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Labda kwa mfano huu ambao ni mwepesi unaweza kunielewa. Watu wanapoingia kwenye ndoa wanakubaliana kuanza kuishi pamoja, lakini kwa vigezo fulani fulani. Sasa yale makubaliano yanaitwa agano la ndoa. Amina. Unaona kwamba hawa ni watu wawili ambao mwanzoni walikuwa hawaishi pamoja, lakini walipokutana wakaanza kukubaliana waishi pamoja, lakini kwa aina fulani ya vigezo vya maisha ambayo wanataka waende pamoja. Amina. Na baada ya kukubaliana wanaenda kwa mchungaji. Baada kwa mchungaji wanafunga agano kwamba tokea sasa na maisha yajayo mbele sisi sio wawili, ni mwili mmoja. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa katikati ya watu hawa wawili kinachowafanya wakae pamoja huwa ni lile agano la ndoa. Amina. Huwa ni lile agano la nini? Huwa ni lile agano la ndoa ambapo wamekubali kuapa kwamba tokea sasa katika shida na raha sisi tutakuwa pamoja, katika ugonjwa na katika furaha tutakuwa pamoja mbele ya madhabahu. Amen. Hello. Amen. Hebu sema amen. Hello. Amen. Sasa ustawi wa ndoa yao unategemeana na walivyotunza agano. Amina. Ikitokea mmoja wao akavunja agano waliokubaliana, ndoa inapata shida. Amina. Vita inaanza. Kwa nini vita? Huyu anataka atembee sawa sawa na walivyokubaliana wakati wanaingia kwenye nini? Kwenye agano. Halo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ustawi wa ndoa yao utategemeana namna gani kila mmoja analitunza agano la ndoa yao. Amina. Wasipotunza agano, vitu fulani fulani vikapungua kwenye lile agano ambalo wameingia, na ndoa inaanza kupata ufa. Amina. Ndoa inaanza kugawanyika. Kwani inagawanyika? Kila mmoja anataka mwenzake atunze makubaliano walioingia wakati wanaapa kwenye ndoa. Amina. Halo. Amen. Unaweza ukaapa ukasema kutokea sasa na kupenda wewe peke yako, sitampenda mwingine. Hata kama itatokea mwenzako asikuone unampenda mwingine na wala asishuhudie unampenda mwingine, ghafla tu utaanza kuona vita inatokea hata kama hajajua. Kwa nini? Kuna mahali umekengeuka makubaliano
ya agano. Yaani awe amejua, awe amefahamu au hajafahamu, namna ya kiroho, hali ya kiroho inaanza kubadilika. Kile ambacho kimeshikilia agano lenu kinaanza kutikisika kule rohoni. Kikitikisika rohoni na mwilini kutikisika. Halo. Amen. Speak kama nafundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa tuli kwa somo letu. Nimesema wakati Mungu anapotaka kuyabadilisha maisha yako, au wakati Mungu anapotaka kukuinua, huwa anaanzisha agano na wewe. Amina. Mungu anaanzisha agano. Kwa nini? Agano la Mungu analianzisha kwako ili libakie kuwa shahidi katika nafasi ya kuinuliwa kwako. Amina. Tulikuwa tunasoma kitabu kile cha Mwanzo sura ya 12. Mwanzo 12:1. Someni Mwanzo 12:1. Someni kitabu cha Mwanzo 12:1. Asante. Anasema hivi, Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Sogea mbele kule. Endelea mwanangu. Nami, sasa unaona hapa mstari wa kwanza anamuomba atoke, lakini mstari wa pili anaanzisha agano. Amina. Mungu amesema toka, lakini mstari wa pili anasema nami Mungu nitakufanya wewe uwe taifa kubwa na kukubariki na kukuza jina lako, nawe uwe baraka. Amina. Nimesema Yesu asifiwe sana. Mungu anaingia makubaliano, anampa ahadi Ibrahim kwamba ukinyenyekea na ukatii, ukatoka kule ambako unakwenda, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo agano maana yake ndani yake kuna ahadi. Ndani ya agano huwa kwa nini kuna ahadi? Mungu anafunga agano na Ibrahim, ndani yake kuna ahadi ya kumfanya kuwa taifa kubwa. Ndani yake kuna ahadi ya yeye kumbariki, ndani yake kuna ahadi ya kulikuza jina lake, lakini ndani yake kuna ahadi ya baraka. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukianza kuona kwenye maisha yako unaota ukiwa unazungumza na watumishi wa Mungu kwenye ndoto, halafu wanakupa maelekezo, huwa kiroho tafasiri yake Mungu anafunga agano na wewe. Amina. Amen. Sema hivi. Yes. Nami angalia sasa. Nataka tusome hii ukusa wote mwelewe. Anasema nami nitawabariki wale wa kubarikiwa, naye atakaye kulaani nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Bado Mungu anaendelea kufunga agano na Ibrahim. Amina. Oh my God. Sema amen. Panda juu tena. Angalia sasa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Amina. Hapa
tunaonyeshwa roho ya utiifu, roho ya unyenyekevu, wa kukubaliana na maelekezo ya Mungu. Amina. Baada ya kuambiwa toka, Ibrahimu anasema basi Abrahamu akaondoka kama Bwana alivyomwamuru. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Lutu akaondoka pamoja naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Kule alipokuwa anakaa kwa baba yake kulikuwa kunaitwa Harani au Uru ya Wakaldai. Uru ya Wakaldai. Uru ya Wakaldai. Wakaldai. Hii nchi. Sasa akisema hivi, naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 70. Wakati Mungu anapotafuta kumwinua mtu, anaanza kukupa maelekezo, lakini baada ya maelekezo kinachofuata huwa ni kuweka agano na wewe. Amina. Sasa matokeo ya agano ambayo Mungu ameingia na wewe yatategemeana na utiifu wa mtu kwa kukubali maelekezo ya kutoka. Amina. Halo. Amen. Ndio maana unamwona hapa, baada ya Ibrahimu kutoka mahali ambapo Mungu amemwambia toka na akatii, baadaye anakuja kumpa ahadi ambayo ndani yake wanafunga agano. Anasema ukikubali kutoka, kwa lugha nyingine ukikubali kuokoka, nitaweka agano jipya na wewe kwenye maisha yako. Nataka tutoke duniani. Picha ya mahali ambapo Ibrahimu alikuwa anakaa, ambapo Mungu anamwambia atoke, palikuwa hapastahili yeye kubarikiwa katikati ya jamaa zake. Kuna mtu huko hapa lakini bado una maisha ya ulimwengu. Bado unakaa ule Wakaldai. Bado unakaa kwa Tera. Haujatoka kwa Tera. Siku ukitoka, Mungu anaweka agano jipya. Haleluya. Haleluya. Tuna aina fulani ya maisha ambayo tunaishi maisha ya wokovu kwa kuigiza. Tuna aina ya Wakristo ambao ni kama fisi. Tuna Wakristo fisi. Sema fisi. Usiogope. Tuna Wakristo ambao ni fisi. Wanatamani vya ulimwengu, lakini muda huo wanatamani vya Mungu. Amen. Wanaishi mambo ya ulimwenguni, lakini saa hiyo hiyo pia wanasema wao wameokoka. Mambo ya ulimwengu hawataki kuyaacha, bado wanaendelea nayo, na kwa Mungu nako na wakuta wakiwa na praise, wanaimba, wanafurahi, wakiomba mpaka jasho katoka. Amen. Lakini ukimkuta duniani na uko nako unacheza disco, yuko pamoja na disco. Sasa huyu ni fisi. Matokeo yake ni nini? Wakati Yesu atakaporudi mara ya pili, utapasuka. Amina. Usiniangalie makengezi. Wote ukweli na kuku. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Maisha ya Ukristo ni maisha ya kujikana. Neno kujikana maana yake kujikataa. Amen. To deny yourself. Deny yourself. Maana yake nini? Pale ambapo mwili unakusukuma kukupeleka kwenye tamaa ya ulimwengu, kemea wote. Waambie mimi naifuata roho. Sijaitwa kwa ajili ya mwili. Mwili unabaki ulimwengu, lakini roho inakwenda kwa ajili ya Mungu. Usitoe kipaumbele
Isaki, wale ambao kusikia yuko mbele na kanda zake zimetembea sana, anaitwa Isaki. Huyu Isaki alipelekwa mbinguni akakaa siku 6. Maana aliomba sana, alifunga siku 40, baadaye akapelekwa mbinguni. Wakati amefika siku ya kwanza, malaika aliyekuwa anamuongoza mahali akamwambia chungulia kule duniani. Alipochungulia kule duniani akaona kitu kimeoza, halafu akatoa mafije. Siku moja dakika chache akasema, kitu gani kile? Akasema, si mwili wako. Akasema, kwa hiyo akasema, baada ya muda tukimaliza kuzunguka unarudi. Akasema, si ndio? Akasema naingia kwenye ule. Akasema yes. Akampa picha kumwonyesha namna ambavyo watu walioko rohoni, watu walioko mbinguni wanatutazama kwa jinsi tulivyo. Mwili huu ni mwili ambao unaona Mungu anaingia makubaliano yaliyo wazi na Ibrahim. Anasema, Ibrahim, nakutaka wewe, nataka nikutumie wewe uwe sababu ya ulimwengu kubarikiwa, lakini baada ya kutoka kwa baba yako na kwenye nchi ya baba yako, nataka nikufanye kuwa taifa kubwa. Maagano ya Mungu yanakuwa wazi juu ya Ibrahim, na wewe unapoanza kazi ya Mungu au kuna kitu unafanya, lazima agano lile liwe wazi kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Siku moja mimi wakati naingia mlimani kuomba kwa ajili ya kuanza wito wa utumishi, Mungu akanionyesha kundi kubwa la watu, na Mungu naye ni wa ajabu sana. So naona wakati Mungu anamwambia Ibrahim asema toka, hakumwambia pite njia gani, alimwambia wewe tembeaga tu, halafu utakapofika ukisikia amani, hapo ndipo ninapachagua. Kwa hiyo milima aliyopanda, mabonde na nini, alikuwa tu Mungu amenyamaza, asubiri mpaka afike mahali pale amemwonyesha. Sasa Mungu anapokuitaka kwa ajili ya kitu fulani, bahati mbaya sana huwa hakuishi njia ya kupiga. Unaenda mwenyewe, halafu ukifika mahali ndio Mungu asema hapa. Na wakati Mungu anamwahidi Ibrahim uzao, alipokuwa malaika walikuwa wanapita kwenye mji wake wanaenda Sodoma na Gomora, wakapita kusalimia. Walipofika pale, Ibrahim akawaona wale malaika. Alipowaona akasema njoni, akawaalika waende kula chakula pamoja. Mwakani mke wako atapata mwana. Na Sara alikuwa mlangoni, akasikia, akacheka. Halafu malaika akamwambia, hata sasa mke wako anacheka, haamini kile ambacho tunakutabiria. Wakaenda wakamwambia, sikiliza, pamoja na kucheka kwako, majira kama hayo mwakani utapata mtoto. Amina. Sasa ahadi hii inakuja kwa Ibrahim, lakini nagundua ya kwamba tangu miaka 75 ambayo Ibrahim alikuwa nayo, alikuwa tu anatembea kwenye ahadi ya uzao, lakini hana mtoto. Amina. Jamani, siku mnaelewa? Inaeleweka kweli? Unaelewa vizuri? Maneno ni hii, usije ukaingia kwenye maombi halafu baadaye Mungu anakuambia nataka nikufanye kwa taifa kubwa. Ukatoka kwenye maombi unafikiri ghafla unakuwa taifa kubwa. Kuna mwendo kutokea hapo kuahidiwa na kuingia kwenye nchi ya ahadi yako. Haitokei mara moja, lazima uwe ni mtu wa uvumilivu. Hata kama milima imekuwa mirefu kiasi gani, endelea kupanda mpaka ufike kwenye ahadi ambayo Bwana amekupa. Usichoke njiani. Yawezekana njia ambayo unapitia ina miiba, hata kama miiba ikuchoma, chomoa, songa mbele mpaka ufike kwenye ahadi ambayo Mungu amekuahidia. Sema amen. Mgeuke njia kumwambia usichoke. Akaniambia mtumishi, yeye anasoma chuo kikuu cha Kampala University. Toka wako form 6 ameelewa kuolewa na jamaa mmoja, lakini yeye yuko Marekani anafanya kazi kama hiyo. Sasa kila kimpigia simu anamwambia mambo hayajawa mazuri, nitakuja. Akamwahidi yake menda, walikuwa kwa form 6 mpaka amefika chuo kikuu.
yuko mwaka wa mwisho anamaliza. Sasa akaja kumdana akasema, baba, mimi sikujua wala mimi hunijua, lakini nimekusikia habari zako kwa Mwanamoto. Hebu nichungulie hapo kwa jicho lako la kinabii, unaonaje, taolewa au siolewe? Nikamwambia, nipe jina la wewe tu, naomba utulivu. Jina lako libarikiwe sana. Sisi kama naelewa, jina lako libarikiwe sana. Akasema, hebu niangalizie. Nikamwambia, nipe jina la wewe mtu. Akanipa lile jina, nikaweka meza. Nikaangalia na nikapima kwenye vipimo vyangu vya roho, nikasema, naona kuolewa na huyu mtu, lakini bado sana. Akasema, sema bado sana. Akasema, baba, naomba ukemee huyu mtu aondoke kwenye maisha yangu, nipate mwingine. Sasa amechoka kuvumilia. Nikamwambia, mpigie simu. Akapiga simu, akapokea yule bwana. Alipopokea akamuuliza, na ikiwa mwanadamu utanioa au nioe? Yule jamaa akaweka msimamo, akasema, mimi niko tayari kukuoa, lakini bado sana. Tulipomaliza yule binti akasema, baba, siko tayari kuendelea na huyu mtu, geuza maombi. Unajua, na sisi wakati mwingine tunaendana na matakwa ya mtu. Nikaingia kwenye maombi. Sikia, nikaingia kwenye maombi. Nikampeperusha. Nikakemea. Na Mungu anapokea. Alafu yule dada alikuwa anaambiwa afunga, ndio kusema alimficha. Sasa anaenda kwenye harusi, anakuta anayefunga harusi ni yule mume wake ambaye wamedumu naye toka form 6. Halafu wameachana mwaka mmoja, mwaka wa pili anakuja kumuoa rafiki yake. Alisimia kwenye ile harusi, akatolewa nje, first aid wakafanya kazi. Kesho akapiga simu akasema, baba, timia kwako. It is the matter of time. Ni jambo la muda. Shida iliyopo, unaona jinsi Mungu alivyo. Anasema hivi, kwa Mungu siku moja ni sawa na miaka ngapi? 1000. Sawa na nini? 1000. Maana wanasema kwa Mungu siku moja ya mwanadamu ni sawa na miaka ngapi? 1000. Lakini miaka 1000 ya mwanadamu kwa Mungu siku moja. Wewe unaweza kusema kwamba nimepita miaka mingi, kumbe kwa Mungu bado hata mwaka bado. Nenda hata mwaka bado. Kwa sababu siku moja kwa Mungu ni miaka 1000. Kwa hiyo unapambana na hali yako, umefika miaka 20, sema bora jambo hili litokee. Kumbe ndo robo siku ya Mungu huko chini. Sijajua kama nafundisha ndani leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ahadi za Mungu, agano na Mungu. Nataka leo uingie agano na Mungu, kwamba ni maisha yangu na kwenda kuinuliwa. Weka agano na mimi na umwambie Mungu agano hilo la kwangu liwe wazi kama lilivyokuwa wazi kwa Ibrahimu. Kumbukumbu la Torati. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ni agano Mungu anaweka na wana wa Israeli. Lakini baada ya kutii sauti ya Mungu, nani anasema, nani maliza, nawe utarudi utii sauti ya Bwana na kufanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Na Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona maandiko haya mazito ambayo ni ahadi ambazo Mungu anaziachilia juu ya wale ambao wanatii sauti ya Mungu. Amina. Wale wazishikao amri za Mungu, haya yote atawapata.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema nawe utakuwa heri na utapata wingi wa miaka mingi. Hautakufa kifo cha mapema, utashiba na utele wa siku wa Bwana. Na mara nyingi mimi nawaambia watu, naweza nikahesabu katika maisha yangu nimewahi kuchoma sindano mara ngapi. Tangu nilipookoka naweza nikahesabu ni mara ngapi nimewahi kuchoma sindano. Nilimwambia Mungu, nasema nikishaokoka, ikiwa wewe ulichokolewa msalabani na unasema imekwisha na ulichokolewa kwa ajili yangu, hasa nampaje nesi alitoboe tena mwili wangu kwa mara ya kwa nini tena nitobolewe wakati Yesu alitobolewa kwa badala yangu? Sababu ya kwanza nasema kwa kupigwa kwake sisi tumefanyaje? Haya, kwa kutobolewa kwake sisi tumefanyaje? Tumepata kutobolewa, si ndio? Si kweli? Sababu kila kitu alifanya badala yetu sisi. Anasema aliuvaa umaskini ili sisi tuwe nini? Mataji. Alimtoa umaskini. Kwa hiyo ukiona unafukuziwa na roho ya umaskini, elewa kuna mahali ya kusawa na Mungu. Usinipige mawe, uone kweli. Kwa sababu alimaliza kila kitu. Alimaliza kila kitu. Shida ya warokole, tuna wokovu wa kanjanja. Unaona namna ambavyo Mungu anatoa ahadi kubwa kwa wale ambao wataitii sauti ya Mungu. Maana yake wale ambao watakubali kutembea kwenye misingi ya Mungu, kwenye mpango wa Mungu, kwenye kazi ya Mungu. Kile ambacho Mungu amewaamuru watende ndicho ambacho wanapenda. Mungu anawaahidi kwamba atawapa uheri na kuinuliwa na kuwapa ardhi kwa ajili ya umiliki juu yao. Mungu akuinue kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Sema amen. Maana yake wale ambao watakubali kuelekea na kutii sauti ya Mungu watabarikiwa. Amen. Watabarikiwa. Amen. Heri watumainio Bwana, watumainio Bwana, heri watumainio Bwana, watapata baraka. Heri watumainio Bwana, watumainio Bwana, heri watumainio Bwana, watapata baraka. Watoto watumainio Bwana, watumainio Bwana, heri watumainio Bwana, watapata baraka. Haleluya. Anza kumtumainia Mungu. Katika mwendo wa safari yako, katika mwendo wa safari ya maono yako. Yawezekana kuna vikwazo vingi unapita, lakini hivyo vikwazo visiwe sababu ya kumwacha Mungu. Endelea kusonga mbele. Endelea kusonga mbele. Wakati binti yangu anaokoka, mimi nifikiri utani. Binti yangu Amina, sasa hivi haitwa Amina. Huyu ni Muislamu, alikuja hapa akaniambia, baba, niwezekanao leo tusilingoje kesho. Akasema nibatize. Tulimbatiza siku ya Jumatano. Haraka watu wakajaza maji pa. Nikafika
ndio anaongeza mwendo, yuko na Mungu, yuko na Mungu. Kusonga mbele. Na nimepita pale barabara naona kuna duka. Hapa. Salama. Sihami. Wanajifunza. Nimekubali kwa kushinda sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tumalize. Kwa hiyo Mungu anamwahidi Ibrahim kumpa ardhi. Ardhi kiroho ni umiliki. Ndio maana Mungu anamwambia Joshua, kila mahali nyayo zako zitakapokanyaga, unafanyaje? Nimekupa. Sahihi ulikuwa umepanga, sahihi haupangi. Walikuwa unalipa kodi, sahihi ulipi kodi. Ulikuwa ukienda gengeni kununua vitu, sasa hivi una genge lako. Ukitaka chochote kutoka kwenye genge lako, unaanza kumiliki vya kwako. Mungu akupe kumiliki kwa jina la Yesu. Wale wenye imani sema napokea kwa jina la Yesu. Sema napokea kwa jina la Yesu. Mungu akupe ardhi yako kwa jina la Yesu. Mungu akupe fedha zako kwa jina la Yesu. Akumilikishe mali yako kwa jina la Yesu. Ahadi zitimie kwa jina la Yesu. Kwa sababu Mungu hawezi kulikuza jina na kwako ukiwa chini ya jina la mtu. Haiwezekani. Sasa unaishi kwenye nyumba ya baba ya mzee Orota, halafu eti waseme ule mji ni wa Onesimo, wakati mimi nakaa kwa Orota. Watasema ule mji wa nani? Orota. Sasa ili Mungu akuze jina lako, anakutoa kwa Orota, halafu anakupa ardhi yako, unajenga nyumba yako. Watu wanasema ili ni nyumba ya nani? Ya Onesimo. Ndio tayari jina lako unaweza kufanya nini? Kuinuka. Kuna wachungaji mko hapa, mnatumika na mtumishi wa Mungu, lakini hamtaendelea kukaa hapa. Lazima ufike mahali mjenge makanisa yenu, halafu waseme tunaenda kwa mtoto wa Onesimo mahali fulani. Hapo ndipo Mungu ataanza kukuinua, kulikuza jina lako. Huwezi kukuzwa kwenye jina ndani ya jina la mtu. Unakuzwa ukiwa peke yako. Amen. Ndio maana Mungu anamtoa ya mtoto. Amen. Naongea na mtoto. Amen. Najaribu kuondoa ukoko kwenye akili yako. Kuna watu wana ukoko kwenye akili. Unajua ukoko, hata kama ni mtamu huwezi kula ukishaka kama hiyo. Kwa hiyo kwenye akili za watu bado kuna ukoko. Wengine mmepanga nyumba za watu, halafu baadaye wewe mwenyewe unakupigia simu yuko mbele. Wewe ndio mkuu wa wapangaji, kitu kinayuka nini mkuu wa wapangaji? Akakuruka acha ujinga. Mimi nakufanya kodi halafu namtumia. Utajenga nini nyumba yako? Eti watu wanakusanya unakuwa mnyapana wa wapangaji wote. Na kitu kinanyuka hivi kabisa. Toka. Wamejana kutoka hapo. Nikupe miaka mingapi ujenge nyumba yako? Nikupe miaka mingapi uwe umejenga nyumba yako? Wale wasabu mpaka moja mshaka. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Toka kiwango hadi kiwango. Umepanda baadaye inatosha. Mama gari lako. It is enough. Alafu wewe wapike kitu kimoja. Vitu hivi vinahitaji maamuzi. Wala sio kwamba kumiliki ni fedha sana. Ila ni maamuzi ya nini? Nimepita huko. Nasikia watu wanatangaza kuuza ardhi milioni 1 huko Singisi mpaka Mwanza. Ardhi milioni 1, lakini Mangalida amevaa almost 200,000. Yaani ukimwanzia kwenye kucha mpaka kichwani ameweza 200,000. Amehifadhi na kuhifadhi baada ya kuhifadhi. Hata kitu kimoja ndio kile kiwanja. Halafu anza tu kujenga chumba hiki kimoja.
ukitoka tokea kwako, hata kama ni chumba kimoja, lakini toka kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ngana hapo. Halafu mjue hata aliyejenga hiyo nyumba alihusisha na Mungu. Wewe uko hapo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ana uhalali amezika vichwa vitano vya watu kwenye msingi. Halafu kwa damu ya Yesu uko hapo. Ukitoka kinaendelea kufanya ya kwake, ukija kwenye nyamaza kidogo. Ukitoka kile kinafanya ya kwake. Nimwambia mama. Nikamwambia bwana, ukiona mama haendi sawa, toka. Umetoka. Umetoka. Piga Yesu kwa Yesu. Kuna vita nyingine mnaelekeza wenyewe. Mnakaa hapo. Mimi niko na kamba gani nawaambia? Mambo yalikuwa ovyo hayaendi. Nimekaa huko miaka mingi. Vita na pambana ngoma haiendi. Nilikuwa naamka saa 9. Bwana waambie nipo ushuhuda. Mimi nilikuwa na saa 3. Naamka asubuhi. Wakati naanza shule na kisiku basi mimi ndo nakuwa watoto. Nilitoka nifagia, nilirudi nafagia madarasa. Nilianza kufagia madarasa nikaenda kuandika chumba cha watoto kula. Nimepambana mambo hayaendi. Mungu ananiambia toka. Na nilipotoka hali ya uchumi ikabadilika. Ukikaa kwenye mtaa ambao huoni upendo, sikiliza. Hapo siku Mungu amekwambia ukae. Tafuta mahali pengine upendo unaanza kuonekana. Amen. Yesu sasa alinunua nyumba yeye na mke wake. Ndio kama mwanzo. Najua. Ndio kama ndio wakati wa nyumba ya mpemba. Wakifika zinakufa. Wanaita wakati unaanza sikiliza. Baba njoo uombe. Kama nimekuja wamekufa. Hapana. Hawajafa. Amen. Wao wamefika kuku wanakufa. Nikaondoka na maji ya chumvi. Nikamwambia Mungu, wewe ni Mungu unayetumia chochote wakati wowote kwa mwana wako. Na yule mpemba alikuwa anapigia simu. Mama anaenda huko. Anachua kuna kitu nimeka. Lakini baada ya miguu ya nabii kukanyaga mahali pale, nikamimina chumvi na maji. Tokea hapo, maisha yanapenda. Kuna vitu vinafanya vinafunguka. Swali langu ni hili, halafu jijibu. Hapo ulipokaa, ni kweli Mungu amesema mbali? Huyo aliyekuoa, ni kweli Mungu alisema uleona wewe? Au umejibanza tu kwa muda? Ni kweli Mungu alisema? Sasa unajikuta huko kwa watu ambao sio Bwana aliyosema. Mungu na watu wa watu. Alafu sema mume wako. Kumbe sio mume wako. Ni mume wa mtu. Wewe uko naye. Bomoa. Ni uvute muda na uvumilie. Kama una uhakika kwamba huyu mtu ni Bwana amesema, kaa peke yako mpaka Bwana aseme. Amen. Nimesema kaa peke yako mpaka Bwana aseme. Haleluya. Wengine unaingia kwenye vitanzi. Unaonewa, ulikuwa na huduma, ghafla nakwambia hakuna kutumika na Mungu. Wala hapo mtumikie Mungu. Utaki ondoka. Hapo ndio vitanzi. Ulikuwa ni mwana maombi, Sara anaamka unaomba, anakuambia kwangu hakuna kelele. Unakola huko. Kwangu hakuna kelele. Na watu wanakuza ndoa, haya baba, hakuna shida. Unaanza kidogo kushuka, unaomba kimya kimya umejifunga shuka. Siku ya pili hakuna kuomba, siku ya tatu mpagani kabisa. Ndio umefanya hivi. Ndio. Je, tuwatii wanadamu au tutii Mungu? Naambia tena, je, tuwatii wanadamu au tutii Mungu? Tutii Mungu. Ndio kesho yako kuweza kuona nani.
Unaweza kuona unaolewa na pepo, unafikiri mwanadamu. Unaolewa na pepo. Yaani sima. Mungu Samson, ukifika mbinguni sijajua kama nenda mbinguni sawa na mtoboa maji. Na sijajua kama nenda mbinguni. Sasa ukifika kule muulize, kwa nini umeoa neno? Wakati ndo mama yake, baba yake walimkataza. Manoa akamwambia hakuna yakaoa. Walishaona huyu si wa kwako. Matokeo yake analetewa shida ya kutobolewa macho. Asingemuoa, asingetobolewa macho. Lakini kwa sababu hakusikia, kumbe Delila hakuwa wa kwake. Delila hakuwa wa kwake. Mungu alikuwa amemwandalia mwingine. Halafu shetani akamsogeza Delila kwake ili atobolewe macho. Sasa wewe uliye naye, ni kweli Mungu amesema uwe naye? Wewe unafiki mlionao shoka. Ni kweli Mungu anajua wewe ushoga wewe? Mungu anathibitisha wewe ushoga wewe? Wewe unafiki, Mungu anathibitisha. Usiniangalie makengeza, niangalie vizuri. Ni kweli Mungu anathibitisha wewe marafiki? Au ni hemuko kwa sababu ana kitu fulani? Nenda kamuulize Adamu. Adamu alipigwa nusu kaputi ya melala. Alipoamka anakuta kabili katembea barabarani. Anasema wow, mbona huyu sio twiga lakini ni kama mwanadamu. Twiga sio twiga, tunda sio tunda, anafanana naye kwa sababu wewe ni nyama katika nyama ya, halafu ni mfupa katika mfupa ya. Adamu hakulazimishwa na mtu, ni kile kilichozaliwa ndani yake kilichomsukuma kumpenda Eva. Sikia, urafiki haulazimishwi. Ukiona mtu analazimisha urafiki, kuna kitu nyuma ya urafiki anatafuta. Unasema tu rafiki yangu, nasema tu rafiki yangu. Nataka nini? Urafiki ni makubaliano kati ya moyo wako na moyo wangu. Moyo wangu ukikupenda na wewe ukanipenda, tunakuwa marafiki. Lakini ukiona mmoja kati ya hawa moyo wake hauko tayari na bado analazimisha, nyuma ya kulazimisha kuna kitu anatafuta. Aidha anatafuta kuangamia. Alikuja kule darasa usiku unaenda kwenye soma unaenda kuna ungesema kuna stadi ya shaka pale kanile katamilia na utamilia nani James kwa siku juu mimi kwa mjua James lakini pa nikaangalia roho nikasema naona James hasa baba tumesoma naye. Nikamwambia ni mwanajeshi. Anasema yeye mwanajeshi ndio kwa mwisho. Nikamwambia huyo mume wako. Baba alikuwa ananipiga shule. Hawezi kuwa mume wewe akapa vya kwa vyote. Sasa kwa nipeke. Nikamwambia ndio mume wako. Nikamwambia nitafuta namba. Na nitafuta baba. Kwenda kafika nyumbani. Rafiki yake akampigia simu sasa. Wewe namba ya James nayo. Akachukua namba akampigia. James alikusikia sauti wewe akitamka sasa. Nilikuwa nakutafuta. Nilikuwa nakutafuta. Akasema sasa juzi nini? Juzi wiki iliyopita akasema mwambie mama yako aje barua. Sasa wewe huwezi kupinga unabii huu. Ni Mungu mwenyewe amekutanisha, manake huyu anastahili kuolewa na nani? Na James. It's God. It's God. Kama haleluya. Amen. Binti yake anasanga Esther na siku hizi waone.
unahurumia. Hakuna hurumia. Acha kweli. Miaka mingi imepita. Walipokutana katika sema nilikuwa namtafuta mkoo. Hazikupita siku nyingi. Na tarehe ile ile kufunga ndoa, ndio alifunga ndoa. Ndio tarehe. Na Esther mwingine. Esther mtoto wa shemeji yangu. Mwingine tena. Wewe mtabiria kwamba kuna kijana ambaye anaye mahusiano anaitwa Joy. Baada ya kumwambia mahusiano huyo hawezi kukuoa. Kuna mwingine atakuja anaitwa Ima. Kweli Ima mwingine umeshatoa posta na umeolewa. Yesu makofi mazuri. Wale wengine mnajua mnaweza kuona kama prophets tunaibisana. No. Mimi siongei kitu ambacho Mungu hajasema niongee. Na ndio maana mimi silazimishi unabii. Ukiwa sijatabiri Mungu hajasema. Nikitabiri Mungu amesema. Umepokea mahali? Wow. Sasa huo Mungu na lazima nini? Kwa sababu anahusika. Sema amen. Sema amen. Nikikutabiria utazaa huwa na tendo lile kiroho lazima ufanyeje? Usali. Kinachotakiwa kwako ni kubeba roho ya uvumilivu. Amen. Maana unafanyaje? Umeokoka. Mama mmoja aliolewa hapa kimaajabu sana. Akaja kaniambia nataka kuolewa na mimi kuna shida. Lakini kama una imani nenda kanunue share Kariakoo. Sasa naweza kanunue share. Halafu kila siku jioni ukifika najipima ile share. Najipima halafu jipima. Unaenda kile jipime kigeregere mwenyewe. Akafanya hivyo. Mwezi haupita. Jamaa walipotana miaka mingi akai hakuchelewa akamwoa. Share ambayo ilitumika ni ile. Imani shimo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena tufikwe. Bwana asifiwe. Mwisho. Baraka. Kitu gani hapa sikia? Mungu anapotaka kuyainua maisha yako, anakupa mafanikio, anakupa maongezeko. Ona hapa, Mungu anabariki uzao, anasema hautakuwa peke yako, utakuwa taifa kubwa. Maana yake nini? Anatabiri maongezeko, anaachilia agano la maongezeko. Agano nini? Agano la nini? Maongezeko. Ili utoke hatua moja kwenda hatua nyingine, lazima uwe umeongezwa. Ulikuwa mmoja, unakuwa ulikuwa mtatu, unakuwa katika nyumba ngapi? Ulikuwa na nyumba mbili, kutoka nyumba ngapi? Tayari ni maongezeko. Mungu anaachilia agano ili akufanye wewe kuwa taifa kubwa. Amina. Haleluya. Jamani, usiniache peke yako na mali. Haleluya. Haleluya. Soma Mwanzo 17:6. Inamaliza. Mwanzo 17:6. Kwa hiyo tabia nyingine ya Mungu, unapoanza kuona kuna vitu vinaongezeka kwa wakati wako wa kuinuliwa umefika. Inaanza kuongezeka. Ulikuwa unaendesha bajaji, unapewa kuta. Kutoka kwenye kuta unapewa gari. Kutoka gari unapewa magari mawili. Tayari wakati wako kuinuliwa umefika. Wale mabachela ambao hamjaoa, ukianza kuona umeingia kwenye ndoa, ulikuwa peke yako, mnakuwa wawili, muda wako wa kuinuliwa umefika. Usiwe peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Hivi nafundisha vizuri, unanielewa vizuri? Nanielewa vizuri? Agano la maongezeko. Kwa hiyo dalili mojawapo ya kumfanya mtu
Mungu amwinue ni kuanza kupokea roho ya maongezeko. The spirit of increase. The spirit of increase. Jambo la mwisho katika yote, Mungu haongezi mtu asiyekombolewa. Ukiona roho ya ukombozi inapita katikati, tayari muda wa kuinuliwa umefika. Soma kitabu cha Mwanzo, Waebrania 8:6-13. Alafu mwingine aandike Yeremia 31 mstari wa 31-34. Tuanze Yeremia, tuanze Waebrania 8:6-13. Waebrania 8:6-13 tutakamaliza. Anasema hivi, lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi, kwa kadri alivyo mjumbe wa agano lililo bora, wala halina upungufu, nafasi isingali tafutwa kwa lile la ngapi? La pili. Sogea. Anasema maana awalaumupo, asema angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Mahali pale alipoweka Israeli, weka jina lako, nami nitakwenda kukutimizia wewe Onesimo agano jipya. Agano jipya linakuja likiwa limebeba ahadi zilizo bora kwenye maisha yako. Kutoka hatua kwenda hatua, kutoka utukufu kwenda utukufu, kutoka maongezeko kwenda maongezeko, heshima kwenda heshima, baraka kwenda baraka, neema kwenda neema, kibali kwenda kibali. Haleluya, haleluya, haleluya. Angalia Yeremia 31, namaliza. Yeremia 31. Kule nataka kule nataka nifike kule. Kwenye maono yako, kule nataka kule nataka kule nataka nifike kule. Angalia, siku zitakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Onesimo na nyumba ya Orota. Si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao. Unaona, Mungu hataki maagano wazazi wenu walioingia, anataka agano na wewe, ambalo ni agano jipya, agano la kuinuliwa na baraka. Leo tunakwenda kumwambia Mungu, weka agano na mimi, weka agano na mimi, lile agano lililo bora, katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Sasa ukiona Mungu anasema nilikuwa mume kwao, ameficha, wao walikuwa wake. Sasa haijalishi ni mume, haijalishi na suruali huna suruali, kwa Mungu wewe ni mke. Yeye ni Bwana, sisi ni bibi harusi. Sasa usipate shida na ugomvi moyoni mwako kwamba mimi nina mke, kwa nini tena niwe mke? Ndio, kwa Bwana wewe ni mke. Wewe ni bibi harusi. Sasa nataka maagano jipya. Yale maagano ambayo wazazi wetu waliingia, maagano ya kimaskini, waliingia wakatoa sadaka,
wakafanya ibada kwenye vijumba, wakaweka maagano ya umaskini. Na wewe umezaliwa kwenye familia hiyo, unakuta agano lile lipo, unakwenda kulivunja, unajenga agano jipya na utajengwa. Maisha walioishi wazazi wako, kataa, usiishi hayo. Kataa. Nataka Mungu akupeleke hatua nyingine. Amina. Kule nataka kule, nataka kule, nataka kule, nataka nifike kule. Yawezekana kwenye familia yenu mnakufa vifo vya aina moja, wote mnaondoka kwa pressure. Alitangulia kaondoka na pressure, na wewe na pressure, na mwingine na pressure. Maana yake ni lazima utoke kwenye hilo agano. Hilo agano utoke. Ukiangalia labda yawezekana una watoto na mama yako naye alipata shida kupata wewe, kwa hiyo ni agano iliwekwa. Sasa kama utoke, unalivunja hilo agano, unaingia kwenye agano jipya. Damu ya Yesu inanena mema, inanena mema. 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 Damu ya Yesu inanena mema, inanena nimezaliwa baada ya yao kuzaliwa. Yako maagano walioingia, yako maagano yaliyoingia, yako
nikajikuta niko kwenye agano hilo, nipo kwenye agano hilo. Yesu, Yesu, kwa kuwa umenipa maarifa, kwa kuwa umenipa maarifa, ninasimama katika zamu yangu, ninasimama katika mnara, unionyeshe lile ambalo umenikusudia kwenye maisha yangu. Sema kwa jina la Yesu, agano walioingia wazazi wangu linavunjika, naivunja kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Agano lote ambalo limekuwa sababu ya kikwazo cha kuinuka kwenye maisha yangu, vunjika, 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 vunjika. Vunja hilo agano kwa jina la Yesu. Na vunja hilo agano ambalo Bwana wazazi wako nipite kwenye agano walioingia wazazi wako, nipite damu ya Yesu, damu ya mwana kondoo inapita, damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo inapenya, 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 damu ya mwana kondoo inapenya. Roho ya Mungu vunja haribu kwa damu ya Yesu, ninavunja, ninavunja, kasana ingia rohoni, kasana piga, 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 haribu kushoto, kulia, mbele na nyuma, na vunja, mbele na nyuma, na vunja, mbele na nyuma, na vunja, haribu, haribu, haribu mwanangu, ingia rohoni kabisa, kumuta, 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 hilo agano linavunjika, ingia rohoni, usome kwa mwili, usome kwa mwili, ingia rohoni, iachilie damu ya Yesu, iachilie damu ya mwana kondoo, iachilie damu ya mwana kondoo, inakomboa, inakomboa, inakomboa familia yako. Iachilie hiyo damu, iachilie hiyo damu, iachilie hiyo damu, iachilie hiyo damu. Unatolewa, unatolewa, unatolewa kwenye maagano hayo. Toka, toka, itoe nafsi yako, itoe nafsi yako, itoe nafsi yako, itoe nafsi yako kwenye hayo maagano. Itoe hiyo nafsi yako, itoe hiyo nafsi yako, itoe hiyo nafsi yako, itoe hiyo nafsi yako. Chomoka, chomoka huko uliko, kwenye familia, kwenye mizimu ya nyumbani. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya mwana kondoo inapenya, ndio inapenya, inapenya. Damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo. Watu wanafunguliwa. Oh, shaka na kakataya marabosia mama mandarabosia, inapita hiyo damu, inapita hiyo damu, inatakasa, inatakasa kila mabaya na maovu wanaweka alama na kuunganisha kwenye maagano ya ulikozaliwa. Kata, inakata maisha, kata maisha, kata maisha yao, kata maisha yao, kata hayo maisha, kata hayo maisha yao, kata, kata, omba. Ninakata kwa jina la Yesu, ninakata kwa damu ya Yesu, ninakata maisha yao, milango ninaishona kwenye hiyo milango kwa jina la Yesu. Ninatoka kwenye hiyo mizimu, ninatoka kwenye hiyo magonjwa, ninachomoka kwa jina la Yesu. Ninakata hiyo maisha kwa jina la Yesu, ninakata hiyo maisha, ninaondoa kwa damu ya Yesu, ninasukuma kwa ukuta. Moto na chia moto kwenye agano na kichawi, ninachiondoa kwenye hiyo milango, ninachiondoa kwenye hiyo madhabahu, kwenye hiyo magonjwa, kwenye umaskini kwa jina la Yesu. Ninatoka, ninachomoka, ninatoka, chomoka, 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 chomoka kwenye hiyo mizimu, ondoka kwenye hiyo magonjwa, ondoka, 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 sukuma agano na magonjwa, toka, chomoka, toka, toka kwenye maisha yangu. Waliweka wazazi wangu, wangu zangu, leo na kuchomoa, leo na kuchomoa, leo magonjwa, chomoka, leo mizimu, leo nyama. Anisha kwa moto na warudishia hao wachawi waliopanga vita na mimi katika ulimwengu wa roho, na warudishia hayo mashambulizi. Rudisha, rudisha, rudisha. Walisimamisha agano jipya, agano lililo bora, agano lililo bora kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu. Sema tokea sasa, tokea sasa ninaingia agano na wewe, Mungu uliye hai, Mungu uliye hai. Kalikuze jina langu, kalikuze jina langu, kaliinue jina langu, kaliinue jina langu, nifanye kuwa taifa
nifanye kuwa taifa, taifa kubwa, taifa kubwa, nifanye kuwa baraka, taifa nifanye kuwa baraka, nifanye kuwa baraka, nifanye kuwa baraka katika jamaa zangu, katika jamaa zangu, kuanzia sasa, kuanzia sasa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ingia na Mungu, ingia na Mungu, weka moja, ingia na Mungu. Yes, Yesu Kristo. Baba, leo Bwana natoka kwa jina langu likawe taifa kubwa. Mungu amekubariki sana. Inuka tulikubariki mahali ulipo. Kesho usichelewe kuja ibadani. Mshi wako Nabii Onesmo najiunganisha na madhabahu ya mbinguni, najiunganisha na damu ya Yesu ambayo itakwenda kuondoa kila roho zote za maangamizi kwenye maisha yangu. Naibariki siku ya leo, naibariki siku ya leo. Sema ewe Jumamosi nakubariki. Ewe Jumamosi utakuwa siku iliyo njema kwenye maisha yangu. Nakataa habari mbaya kutoka mashariki, magharibi, kusini, kaskazini, na yeyote aliyebebeshwa habari mbaya akatiliwe mbali kwa jina la Yesu. Nampenda na uso wangu kuanzia sasa. Leo natangaza nimebarikiwa tokea sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.